kabila ya Waisraeli watu 144,000, wa kabila ya Yuda 12,000, wa kabila ya Reubeni 12,000, wa kabila ya Gadi 12,000, wa kabila ya Asheri 12,000, wa kabila ya Naftali 12,000, wa kabila ya Manase 12,000, wa kabila ya Simeoni 12,000, wa kabila ya Lawi 12,000, wa kabila ya Zabuloni, wa kabila ya Isakari 12,000, wa kabila ya Zabuloni 12,000, wa kabila ya Yusufu 12,000, wa kabila ya Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Makofi na vigelegele kwa Mkeni. Haleluya. Lakini tunafungua Biblia lakini au tunasikiliza tu akituchapia huko watu danganya situkubali tu. Haya sawa. Twende kazi. Tutafuata. Nitaenda kusema kifungu kimoja. Unaitwa nani sasa? Kwa majina naitwa Kale Daniel. Sema kifungu kimoja. Ndio. Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 nayo inasema: Basi mbingu na nchi zilimalizika na jeshi lake, zilimalizika kama jeshi lake lote. Na siku ile ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya, akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya. Mungu akaibariki siku ya saba akaitakasa, kwa maana katika siku ile Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kufanya. Mstari wa 4. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa na siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Mstari wa 5. Hapakuwa na mche kondeni bado, wala mboga haijachipuka kondeni bado, kwa sababu Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kulima. I bless the child today. Amina. Yes. Kwa majina naitwa Catherine Joshua Kapanga. Nitaenda kusoma kitabu cha Ayubu kuanzia mstari wa 1 kama historia fupi ya Ayubu. Ayubu kuanzia mstari wa 1 na kuendelea imeandikwa: Palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Alikuwa ni mkamilifu, mnyenyekevu na aliyemcha Mungu, pia aliepuka uovu. Ayubu alikuwa na wana wake 7 pamoja na mabinti zake 3. Pia pamoja na mali zake zilikuwa ni pamoja na kondoo 7,000, ngamia 3,000, jozi za ng'ombe 500 na punda 500. Na pia watoto wake walikuwa wakienda kufanya karamu katika kila nyumba kwa siku yake. Ilipofika siku ya kufanya karamu katika nyumba ya Ayubu aliagiza maombi yao kuja kuketi, kula na kunywa kwa ajili ya kufanya ibada ya sadaka kuteketezwa ilipofika asubuhi. Amen. A blessed child today Is the reader too. Yes. Kwa majina naitwa Anastasia Joseph. Nenda kusoma Kutoka 20 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6 imeandikwa: Mungu akanena maneno haya yote akasema: Mimi ni Bwana Mungu wako, ndiye kutoka katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 nitukiao na kuzishika amri zao. Nami na warehemu maelfu na maelfu wanipendao na kuzishika amri zao. Yes, tumchapie makofi. Amina. Kwa jina la Yesu tunasema Kutoka 20 mstari wa 6 imeandikwa: Amri ya 6 usiue, amri ya 7 usizini, amri ya 8 usiibe, amri ya 9 usimshuhudie jirani yako uongo, amri ya 10 usitamani nyumba ya jirani yako wala mke wa jirani yako, usitamani mtumwa wa jirani yako wala ng'ombe wake wala punda wake wala chochote kinacholeta jirani yako. Tena kusoma Mwanzo 3 sura ya 3 mstari wa 1 imeandikwa: Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote mwituni waliofanywa na Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, Anti, hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu wako: msile matunda ya mti ya bustanini. Mstari wa 3.
Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani utaweza kula. Mstari wa 4. Mstari wa 3. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustanini Mungu amesema tusiale, msile wala msiguse, msije mkafa. Mstari wa 4 imeandikwa, nyoka akamjibu mwanamke, hakika hamtakufa. Mstari wa 5, kwa maana Bwana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Amen. Kwa majina naitwa Anastasia Musa Stefan. Nenda Samueli wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 imeandikwa, naye Hana akaomba akasema, moyo wangu amshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Mstari wa 2, hakuna aliye mtakatifu katika Bwana, kwa kuwa hakuna yeyote ila wewe, wala hapana mwamba kama Mungu wetu. Mstari wa 3, msizidi kunena na kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke kinywani mwenu, kwa maana Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Mstari wa 4, pinde zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Mstari wa 5, walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto 7, na huyo aliyekuwa na wana wengi amedhoofika. Mstari wa 6, Bwana huua hufanya kuwa hai, ushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Mstari wa 7, Bwana humfukarisha mtu, naye utajirisha, ushusha chini tena uinua juu. Mstari wa 8, humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka njaani, Amen. Humpandisha kutoka njaani. Amina. Tumchapie makofi na vigelegele kwanza. Yesu asifiwe. Wajina naitwa Joseph. Naenda kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 1 na kuendelea. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu kamzaa Isaka, Isaka kamzaa Yakobo, Yakobo kamzaa Yuda ndugu zake. Yuda kamzaa Peresi na Zera kwa Tamari, Peresi kamzaa Salomo, Salomo kamzaa Aramu, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu kamzaa Nashoni, Nashoni kamzaa Salmoni, Salmoni kamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi kamzaa Obedi, Obedi kwa Ruthu, Obedi kamzaa Yese, Yese kamzaa mfalme Daudi, Daudi kamzaa Sulemani kwa Yona mke wa Yese, Sulemani kamzaa Rehoboamu, Rehoboamu kamzaa Abiya, Abiya kamzaa Asa, Asa kamzaa Yoshafati, Yoshafati kamzaa Yoramu, Yoramu kamzaa Uzia, Uzia kamzaa Yotham, Yosamu akamzaa Hezekia, Hezekia kamzaa Manase, Manase kamzaa Amoni, Amoni kamzaa Yosia, Yosia kamzaa Hezekia, Hezekia Yosia kamzaa Hezekia, Yosia kamzaa Sulemani kamzaa Rehoboamu, Rehoboamu kamzaa Abiya, Abiya kamzaa Asa, Asa kamzaa Yoshafati, Yoshafati kamzaa Yoramu, Yoramu kamzaa Uzia, Uzia kamzaa Ahazi, Ahazi kamzaa Hezekia, Hezekia kamzaa Manase, Manase kamzaa Yosia, Yosia kamzaa Yekonia na ndugu zake wakati ule wa mwisho wa Babeli. Na baada ya ule mwisho wa Babeli, Yekonia kamzaa Shealtieli, Shealtieli kamzaa Zerubabeli, Zerubabeli kamzaa Abiudi, Abiudi kamzaa Eliakimu,
akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eleazari, Eleazari akamzaa Matani, Matani akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mume Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi vizazi 12. Na tangu Daudi hata ule wa Mshabeli vizazi 12. Na tangu ule wa Mshabeli hata Kristo vizazi 12. Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa amekosa na Yusufu kabla hawajakaribiana anaonekana na nyumba kwa uwezo wa Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe alipokuwa mtoto wake asaki kumamisha lazima kumwacha kwa asili. Basi alipokuwa akifikiria tazama malaika wa Bwana alimsogea kwa ndoto akisema, Yusufu mwana Daudi, usiofu kumchukua mkeo maana nyumba yake ni kwa uwezo wa Mtakatifu. Naye atazaa mwana nawe utamuita jina lake Yesu. Hii neno limekuwa itimia neno la Bwana kwa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipokuwa katika usingizi alifanya kama malaika wa Bwana alipomwagiza. Akamchukua mkewe, asitaki kujua kamwe hata alipomzaa mwanae akamwita jina lake Yesu. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Wayahudi zamani za mfalme Herode. Tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Amina. Amina. Sawa kabisa. Yes. Umeingia. Wakajibu wakamwambia, umenipendeza. Mume uishi milele. Mume ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya pana na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma lazima anguke na kuyakutu ile sanamu ya dhahabu. Na kila mtu asianguka na kuyakutu atatupwa katika tanuru ya moto kuwakao. Wakayahusikaza wakaza uloweka mambo ya Ulaya Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa Mfalme hawakujali wewe hawajatumikia Mungu yako wala kuyakutu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu waletwe kwa Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Ndipo Nebukadneza akajibu akawaambia, Shadraka na Meshaki na Abednego, je, kwa makusudi hata mtumikie Mungu wangu wala kuisujudia ile sanamu ya dhahabu iliyosimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia ile sanamu ni vema. Bali msiposujudia mtatupwa saa hiyo katika tanuru ile iwakayo moto. Ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, anayo kujibu katika neno hili. Kama ndivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa ile tanuru iwakayo moto. Atakuokoa na mkono wako Mfalme. Bali kama sivyo ujue Mfalme kwa sisi hatukubali kuitumikia Mungu yako wala kuiabudu hiyo sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kwa desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru mbele za watu mashujaa wa jeshi lake. Wafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika tanuru ile wakawa moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali, ile tanuru ilikuwa ina moto sana,
Mwaka ule moto ukawaua wale watu walioshika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka katikati gereza kule Saudia. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hadi wamefungwa katikati gereza nuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, hatukutupa watu watatu hadi wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefungiwa, wanatembea katikati ya moto hadi hawana njaa, na sura ya yule 4 mfano wa mwana wa Mungu. Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye, tokeni nje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ile tanuru. Katika ule moto. Na maamiri na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja. Na maamiri na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakaona watu hao ya kuwa ule moto haukuwa na nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwafika hata kidogo. Nebukadneza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawalinda watumishi wake waliomtumikia. Nebukadneza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaigeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi natoa amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakuwa nena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, watakaswa vipande na nyumba zao zitafanya njaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa na Mungu. Kisha mfalme akawafukuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Amen. Bless the children today. Bless the children today. Mtoto aliyebarikiwa leo. Sawa kabisa, watoto wamemaliza namna hiyo kusoma sura zao. Basi kwa wakati huu tena tuweze kukaribisha tu wimbo ambao unapaswa katika nguvu ya neno la Mungu. Basi kwa wakati huu tena ninaomba sasa tuweze kuketi vizuri. Sawa, tujipange vizuri kabisa kwa ajili ya kuachilia wimbo nguvu ya neno la Mungu ambao unatenda kazi juu ya watoto. Haleluya. Amen. Sawa kabisa. Basi watu wanapanga namna hiyo, watapiga makofi na vigelegele kwa ajili ya kuachilia wao watoto. Sawa. Ndio. Wakati huo sasa wanapenda kuachilia wimbo wa nguvu ya neno la Mungu. Yes. Sawa. Yes. Wako tayari kabisa. Ninaomba hapa
tutengeneze vitu vyetu vizuri, tusogeze nyuma, tusogeze. Sawa sawa. Watoto wamewaandalia wimbo mpya kabisa hapa, watawahi kusikia. Basi leo tutapenda kusikia vizuri kabisa, maana wako tayari kuachilia ujumbe kupitia wimbo. Basi studio tumekaa vizuri kabisa, watoto wako tayari kwa ajili ya kwenda kuachilia ujumbe wao juu ya wazazi wao na juu ya wachungaji wao na juu ya walimu wao. Tuweze kusikia ni kitu gani. Studio achia muziki. Studio achia muziki. Basi atoa na adabu muziki, tuwachapie makofi na vigelegele watoto. Jamani, wamependeza au hajapendeza? Sawa kabisa. Wamependeza vizuri kabisa. Ndio. Studio unaniangusha. Sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Naona mambo yamekaa vizuri kabisa. Wachapia